eneo lote Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatatu ya tarehe 4 Mei mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Iran inasema imepokea jibu la Marekani kwa pendekezo lake la hivi punde la amani, huku jeshi la Marekani linasema kuwa litaunga mkono meli za kibiashara kuvuka mlango bahari wa Hormuz leo Jumatatu. Utasikia kuhusu juhudi za mwalimu mmoja nchini Tanzania ambaye amejipatia umaarufu mtandaoni na namna ambavyo anavyohusianisha fani hiyo na utandawazi na teknolojia. Watoto wetu wengi wa kiume zama hizi hatuzungumzi nao, hatuwaambii ukweli. Kwa hiyo kitu ambacho kinakosekana ni watu kuwapa taarifa na maarifa sahihi. Na tunaangazia tishio la rais wa Marekani Donald Trump kujiondoa katika jumuiya ya kujihamia nchi za magharibi NATO na athari kwenye muungano huo. NATO sasa hivi waanze kuangalia sio tu katika swala la ulinzi, lakini wanaweza kuangalia ni vitu gani ambavyo Trump anatamani awe sehemu ya legacy yake kama sehemu ya historia yake ambavyo wanaweza kuvifanya na vikaathiri NATO. Awali yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na utasomwa kwako na mwenzangu Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu. Shukran Skola. Jeshi la Marekani limesema litasaidia meli za mizigo na mafuta kupita salama katika mlango wa Hormuz kuanzia Jumatatu baada ya Rais Donald Trump kutangaza operesheni ya kuzisaidia meli ambazo zimeshindwa kuondoka kutokana na uzuio la Iran katika eneo hilo. Wakati huo, kiongozi mmoja wa Iran amesema kuwa jaribio lolote la Marekani kuingilia katika mlango huo litachukuliwa kama uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo. Meli nyingi pamoja na wafanyikazi wake wamekwama na kushindwa kuvuka mlango wa Hormuz tangu Israel na Marekani zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Takriban watu 3 wameripotiwa kufariki dunia huku mwingine mmoja akilazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi kufuatia mlipuko wa ugonjwa mkali wa mfumo wa upumuaji ndani ya meli ya kitalii katika bahari ya Atlantic. Estelle Wambano anaeleza zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO limesema vipimo vimethibitisha mtu mmoja kuambukizwa hantavirus huku watu wengine 5 wakishukiwa kuambukizwa. Maambukizi ya hantavirus ambayo kwa kawaida huenezwa na panya yanaweza kusababisha homa ya kuvuja damu mwilini pamoja na maradhi makali ya mfumo wa upumuaji. Meli hiyo ambayo inaaminika kuwa na uwezo wa kubeba takriban abiria 170 iliripotiwa kuwa ikisafiri kutoka Argentina kuelekea Cape Verde. Wakati meli hiyo ikiwa jirani na pwani ya Afrika ya Kusini, abiria waliougua